Habari, naitwa Habel, ni mkufunzi na mfanyabiashara wa Forex. Tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu kujifunza kuhusiana na biashara ya Forex. Hii ni hatua ya 3 katika mfululizo wa masomo yetu ambayo tunajifunza kuhusiana na biashara ya Forex. Na hapa tutaangalia ni wakina nani ambao wanashiriki au wanafanya biashara ya Forex. Kuna retail traders ambao ni mimi na wewe. Kuna retail traders mimi na wewe ambao tunashiriki kwenye soko la Forex. Tunaitwa retail traders, sisi ni wafanyabiashara wadogo wa Forex kutokana na udogo wa oda zetu, kwa sababu kuna washirika wengine ambao ni wakubwa kutokana na oda zao. Kwa hiyo ndio maana sisi tunawekwa katika fungu la wafanyabiashara wadogo wa Forex. Lakini kuna benki kuu. Hizi benki kuu za mataifa tofauti tofauti zenyewe zipo kwa ajili ya kulinda sarafu. Kwa mfano tukiangalia benki kuu ya Tanzania. Hii ni taasisi ambayo yenyewe ipo kwa ajili ya kulinda fedha au kulinda sarafu ya Tanzania, kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa na sarafu haishuki au kuporomoka thamani. Kwa hiyo itaweka sera mbalimbali ambazo hizi zote zinalenga katika kuinua uchumi na kuweza kuimarisha sarafu. Kwa hiyo hizi benki kuu zenyewe zipo kwa ajili ya kulinda sarafu ya nchi. Kila nchi ina benki kuu ambayo hiyo benki kuu ndiyo ambayo inasimamia mambo yote ya kifedha. Kwa hiyo benki kuu mwenyewe ni mwangalizi mkuu katika sarafu ya nchi. Lakini kuna major commercial banks. Hizi ni benki ambazo zinawalenga wateja ambao ni watu binafsi na taasisi mbalimbali katika kuwapa huduma za kifedha, ikiwemo kutunza fedha, kufanya miamala, kupata mikopo pamoja na huduma zingine za kifedha. Lakini kuna investment banks. Hizi ni benki maalum kwa ajili ya uwekezaji na mambo ya kibiashara. Mara nyingi hizi benki zinafanya kazi na taasisi kuliko mtu binafsi, kwa zinasimama katika mambo ya uwekezaji pamoja na mambo mengine. Lakini kuna hizi zinaitwa Corporations for International Business Transactions. Hizi ni taasisi ambazo zinasimamia miamala mbalimbali inayofanyika baina ya nchi au nchi kwa ajili ya manunuzi au biashara kubwa. Kwa mfano, kama shirika moja kutoka Tanzania linataka kununua ndege kutoka katika shirika lingine la Uingereza, kwa hiyo kitakachofanyika, lile shirika la Uingereza litahitaji kulipwa katika pound ya Uingereza. Kwa hiyo hili shirika la Tanzania linahitaji kuweza kupata pound ili liweze kulipa. Katika kufanya hivyo, huo mchakato unahusisha benki au unahusisha taasisi ambazo zenyewe zipo kwa ajili ya kuwezesha hiyo miamala ya kibiashara. Lakini pia kuna hedge funds. Hizi hedge funds ni taasisi ambazo zenyewe zipo kwa ajili ya kufanya biashara ya Forex ili kutengeneza faida. Lakini kuna speculators. Hawa ni watu au taasisi ambao wenyewe wapo kwa ajili ya kuangalia au kufanya tathmini ya soko, kuweza kufanya tathmini ya soko na kuweza kuona kama thamani aidha itapanda au itashuka, na wanaweza kuona fursa za kuweza kununua au kuuza pale ambapo thamani za fedha zinaweza kubadilika. Hawa ni baadhi ya washiriki ambao wanashiriki kwenye soko la Forex.